Watu waisha kuchoka. Amen, amen. Amen. Niko naleta kwanza hadithi. Niko nasikia watu walalamika doctrine. Na shinda hii tulianza nayo hapa leo. Ndio doctrine ya kanisa hii. Amen, amen. Niko naongea habari ya Mungu, Adam, Eva na tunda na nyoka. Ndio niko naongelea leo. Mungu, Adam, Eva, nyoka na tunda. Haleluya. Amen. Lakini sitaongea tu ya Biblia. Mimi nakumbuka mshamba, kisha Mungu kumuonesha Adamu matunda yote ya miti ya shamba unaweza kula, lakini mti wa kujua uzuri na ubaya usikule yake, kwa maana siku utakula utakufa. Tena alimwambia usiguse hata kugusa. Amen, amen. Amen. Adamu anafika mshamba, anamwacha bibi. Bibi anaenda anatangatanga munini mshamba, anakutana na Evangeliste Sans Frontières. Amen, amen. Anamwambia Mungu alisema msikule matunda yote ya miti ya shamba. Mama Olia ajizuize. Aina yeye balimwagizaka ni Bwana. Mungu akuongeaga na mwanamke, aliongaka ndio na Bwana. Anamwambia hapana, miti yote ya shamba Mungu alisema tutakula. Ila mti wa kujua wa katikati ya shamba ndio Mungu alisema tusikule yake wala tusiguse, tusife. Amen, amen. Amen. Nyoka anamwambia hapana, alijua kama siku mtakula mtakosa na yeye, mtajua uzuri na ubaya. Anabeba tunda yake anachukulia. Akaona ilipendeza macho, ilifurahisha, anakula. Anaenda naye kwa Bwana. Anampatia bwana yake tunda. Bwana anajua bien hii tunda balikatazaka. Asikumuuliza asema hii balikatazaka. Akumuuliza confiance ya bibi anakula. Amen. Amen. Wanajikuta wanakuwa buchi. Wazifanyia majani. Mungu anakia ile pacha nikalaka anasema Adamu anikalaka hapa. Adamu asema mimi niko hapa. Mimi nasikia nini? Najificha kwa maana niko mtupu. Mungu anamuuliza naye alikwambia uko mtupu. Ulizo nyingine napata kabla ya mjibu. Ulikula tunda ambaye nilikwambia usikule? Hata mwanamke ulinipa au msaidizi ndio alinipatia nikakula. Amen. Si niko munjia, si ndio doctrine? Ndio. Watu walalamika doctrine ya kupita hii. Amen. Amen. Banakuwa buchi bazifanyia mayani. Kapepo kanakuyaka, kapepo. Kule kwetu unatokea hata mpepe. Bakukishato weko. Abeko. Kama pepe kanakuya mayani hao. Mayani naruka. Mungu anasema hapa hakuna kingine cha kufanya. Mwanamke tu alifanya hivyo, nyoka ndio alindanganya. Hakumuuliza nyoka. Nyoka baliwaka usemi wao tangu kule kumbingu. Bakachana bazima, yeye akashanje lugha. Haleluya. Amen. Kufika tu kwa Bwana suspension inaanza. Haikuanzeka kwa Adamu, ilianza kwa Lucifer. Suspension inaanza. Vile we ulikula tunda, utaanza kukula kwa nini? Ndio nakuta Mkristo kama alishakula tunda, kwa hiyo kupata chakula ni jasho. Ukishaingia mu problem, kwa wewe kurekipere vile lukuaka mpaka unatosha jasho. Haleluya. Amen. Kwa mwanamke mwambie sio ulifanya maneno hii. Nyoka ndio alindanganya.
Ale, expansion. Ya kwanza nyoka utamuponda na yeye atakuluma. Kama hauna suple atakuluma. Mimi utaanza kuzala kwa mchungu. Paka machungu inakuya. Machungu. Komanda utaandika tu. Unanisababu kubunke. Ndio vile vile nilikuwa. Amen. Ndio unaona mwanamke wae kuzala mpaka machungu analia. Wengine wanazalaka bila machungu. Nyama anazala bie aliyaki mtu bali mwambia kataza kwa machungu. Kuya tu kwa rafiki yake nyoka anamwambia mbo wewe tangu leo utaanza kula mavumbi ya nchi. Na utaanza kutambala kwa tumbo. Amen. Hata pale nikaacha mhubiri na malisi. Ndio naona nyoka anatambalaka pale kwa tumbo. Chakula yake mavumbi. Shukule mavumbi unaanza kula bakuku. Watoto ya kuku ndio unaanza kula. Mayai ya watu unaanza kula. Chakula yako ni mavumbi. Amen. Hii ni salamu niko naleta. Naanza mahubiri sasa. Ndio mshamba mlikuwa bali ya Mungu, Adamu, mwanamke, nyoka na tunda. Mwalimu nisomee kitabu. Unakumbuka maandiko matakatifu? Kia Yohane sura ya 8. Katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 8. Anza mstari wake wa pili. Mstari wa pili. Teremka mpaka 11. Katika maandiko unaona? Mwanamke wa usini. Hii vitabu ya mabichwa ikaleke mzuri hii. Soma vile vile. Ninasoma mimi. Asubuhi mapema akaingia tena hekaluni. Ilikuwa asubuhi na mapema. Yesu anaanza ingia mwekalu. Ndio kazi ya Yesu. Kuingia mwekalu kutoka. Kuingia mwekalu kutoka. Ukakwaje? Asubuhi mapema akaingia tena hekaluni. Watu wote wakamkaribia. Akakaa kuwafundisha. Na waandishi na Mafarisayo walimletea mwanamke. Watu wa zamani ndio vile walikuwaka. Wanekala wanamfuata Yesu. Anza kubafundisha. Ndio na leo hii miaka tunakuwa nayo, tunaanza kuta watu watufundishe. Bwana tufundishe nini? Hapa ile kufa na baba watafundishwa nini sasa? Siweza kufa wale. Haleluya. Amen. Watu wanalala. Mimi wanapata sana. Yesu anaingia mwekalu anaanza kufundisha watu. Wanamletea mwanamke wa kuzinifu. Ikwaje? Inasema asubuhi mapema akaingia hekaluni. Asubuhi. Watu wote wakamkaribia. Watu wakamkaribia. Akakaa kuwafundisha. Na waandishi na Mafarisayo walimletea mwanamke aliyekamatwa katika uzini. Amen. Kama mshamba mlikuwa maneno ya Mungu, Adamu, mwanamke na tunda na nyoka. Me hapa hakuko ni Yesu, Mafarisayo na waandishi na mwanamke na nini? Kwanza alikuwa na wanafunzi. Kisha hebu na wafundisha. Hapa bora wanamtumikia tu na mwanamke. Asema alizini. Alizini na nani? Tuna Mwekalu alizini na nani? Mwanamke tunambamba iko na zini. Eske mtu anekaka na zini ye moya? Mwanaume walimwacha wapi? Sasa ndio kule chini. Na waandishi na Mafarisayo walimletea mwanamke aliyekamatwa katika uzini. Ndio. Walimweka katikati. Wanamweka katikati ya Yesu. Wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu alikamatwa katika tendo la uzini. Alikuwa na zini na nani?" Basi katika Torati Musa alituamuru kupiga kwa mawe watu kama hao. Amen. Asema katika Torati Musa alituamuru watu wa hii modeli kupigwa kwa mawe. Moya, usi ni mwana mnaleta. Mimi Musa aliniamuru watu kama hawa apigwe kwa mawe. Wewe mnaleta moya tena. Mungu mnamwacha je? Maana wale njoo hata na nani hakuna nani. Mimi mwanamke ampata problem. Amen. Yesu alijibu je? Inasema basi katika Torati ya Musa alituamuru kupiga kwa mawe watu kama hao. Basi wewe unasema nini? Balisema vile jua ni. Wakasema neno hili wasikujaribu. Mwe mnakosaka wakujaribu?
Amen, amen. Bali kosa wa kujaribu. Shetani tu alimwendea Yesu, anaenda kumjaribu. Anamwambia geuza mawe iwe mkate. Unasikia majibu alimjibu. Hawa wakutoka ndio wanamwendea Yesu tena. Juba mjaribu. Twende. Wakasema neno hili, wasimjaribu. Wapate maneno ya kutishaki. Ndio, pamsai kwa nani? Haina yao kwa madhana ya busharati. Beba libambana msharati ni bo. Bana beba moya banacha moya. Bo Yesu akuya moya ya nani? Twende. Inasema, lakini Yesu akainama. Aliandika kwa udongo. Anaanza kuandika kwa udongo. Hakukata sima ile wakati baba maskini. Yesu anaanza kuandika kwa udongo. Na kidole chake. Kile kidole ndio anafukuzana kwa pepo. Kile kidole ndio anaanza kuandika nayo nini? Chini ya udongo. Anaanza kuandika mbulongo, anafanya sambla, asipende kubangalia. Aliandika nini? Inasema, Yesu akainama. Aliandika kwa udongo wa kidole chake. Ndio. Nao walipozidi kumuuliza, akajinyanyua. Akawaambia. Yeye asiye na dhambi katika yenu, kwanza kutupia jiwe. Kule kumwanzo kulikuwa na maneno ya tunda. Huko hakuna tena tunda. Kuna kwa maneno ya nini? Ule mwenyewe ayafanyaga dhambi kwa kwanza kutupia jiwe. Bali mpika. Amen. Ule wa kwanza tu. Yeye alikuwa anaandika tu mlongo. Ule mwenyewe ayafanyaga dhambi akwe wa kwanza kumpika jiwe. Bali mpika na dhambi. Inasema hivi. Yeye asina dhambi kati yenu. Hao wanaanza kutupia jiwe. Ndio. Nani anasema? Jana akainama mara ya pili. Akaandika kwa udongo. Anaanza kuandika kwa udongo. Kwa kidole chake. Yeye alikuwa anaandika, hapo anaangalia huko anageuka, anaangalia huko anageuka, anaangalia huko anageuka. Hebu anaangalia anaandika mlongo. Mlongo wanaandika na vidole 10. Sio vidole wanaandika nayo. Yeye alikuwa anaandika na kimoya. Kile kimoya kiko naonesha kinaambia mtu kusema umwabudu Mungu mmoja tu na umpende kwa moyo wako wote. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Na kwanza kuiabudu. Amen. Kisha anasema usitaje bure jina la Mungu. Anaongeza kingine kanani kule anasema uheshimie siku ya Sabato na uitakase. Amen, amen. Na ingine yenyewe iko nafanana na ile walimpikia yule mwanamke. Hawakumpika, bali mbamba tu mpeleke kwa Yesu baone kitu watamkamata. Hata kwa kile kitabu kile. Utarudia pale. Kenya Yesu alikatala kujibu pale. Alikuwa anayua nini Kumbukumbu la Torati. Katika kitabu cha Nabii Musa, kitabu Kumbukumbu la Torati 22. Ndio 22. Anasema 22 katika Kumbukumbu la Torati nasema. Kitu kimeandikwa leo. Adhabu juu ya uzini. Bandu uzinifu hauna bien. Amen, amen. Uzinifu hauna bien. Siasema kitu. Adhabu juu ya uzini ni kitu. Ndio. 22 nasema. Mtu yote akikutwa akilala na mwanamke aliolewa na mume, wao wawili watakufa. Amen, amen. Unasikia rezo ya Yesu alipata? Mnamsikia Yesu rezo alipata? Soma tena. Inasema hivi. Ninarudia kwa kitu mwema. Inaenda kusema kitu na mimi. Mtu yeyote akikutwa akilala na mwanamke aliolewa na mume, wao wawili watakufa. Bata bangapi? Wawili. Kwa sababu aleta bangapi? Hata mtu anamna hii auawe. Mnataka kumleta na Yesu? Simulete na wapili. Wote wauawe. Maana yake juu ya nini? Inasema mtu yeyote akikutwa akilala na mwanamke aliolewa na mume, wao wawili watakufa. Yule mtu aliyelala na mwanamke na yule mwanamke, hivi utaondoa uovu katikati ya Israeli. Amen, amen. Amen. Kamba na huo mwanamke banaona huo mwanaume, bubaya bunaisha Mwisraeli. Budaisha. Huyu bali wanasema ni mali chance yabo bale. Bali. Siye abata tobamba. Siko sasa bakuluna, banaua batatu leo hapa wenyewe wanasema kesho wanaingia hapo napo. Bandu.
kanisa hii, kanisa ya matatu, kanisa ya mzuri, ya watu wote wanaacha dhambi, ya watu wote wanaacha maneno yote, lakini amen, kile kinaisha. Mimi naleta tu reason ile Yesu wenyewe alikatala kuhukumu ule mwanamke pale. Jua alipaswa kuleta wote bawili. Turudie kitabu chetu. Ndio. Nyawa kusema, nao walipozidi kumuuliza hata kinyanyua. Akawaambia, yeye asiye dhambi katikati yenu, ayo wa kwanza kutupia jiwe. Nani anayema kusema? Tena akainama tena. Wa mdogo. Kwa kidole chake aliandika. Tulipita pale deja. Twende. Nao waliposikia, wakashtakiwa na dhamiri zao. Wakaanza kushitakiwa na dhamiri yao. Pale Yesu anainuka anaanza kuandika, bobe yenyewe dhamiri inaanza kupastaki. Kila mtu dhamiri yake inaanza kumstaki, inaanza kumhukumu. Ndio tuko naongea leo jambo kuhusu hukumu. Ndio kichwa mahubiri. Hukumu. Hukumu ya Mungu iko ya bien. Hukumu ya Mungu alifika tu kwa Adamu, anamhukumia, anamsuspendre na anamhukumu mwingine kile alifanya. Ana masikio. Usiingie kuishambre, anaingia. Obepa nakataza ishambre juu ya nini? Anaingia kushamba. Amen. Hukumu yake alipata malipizi. Utakula kwa jasho. Ile hukumu alipata kubisha. Sasa ifanya kitu. Hukumu ya Mungu iko matatu, ifo kuiogopa. Ndio Yesu alikuwa anatafuta bakuye bamhukumu ule mwanamke tu, kama wao bana na problem bamwache ule mwanamke. Amen. Mkuye tumupige mtu mumuue. Amen. Yeye mwenyewe siko anasema hivi mkitabu kingine. Mnasikia watu wa zamani wanasema usizini. Lakini mimi nawaambia tu ukimwangalia mwanamke wa mwenzako wa kumtamani, unacha zina yeye moyoni. Sheria wapi iko na nguvu? Sio Yesu. Ile ya zamani ya kuuana, tumtaisha watu mnabaua. Huyu mnamuua juu ya busharati, huyu mnamuua juu ya kuishi, huyu mnamuua juu ya bongo, huyu mnamuua juu ya nani? Wote wataishi. Ndio Yesu anasema ukiangalia tu mwanamke kwa kumtamani, unazina yeye moyoni. Ukiangalia juu ya watu unamtamani. Amen. Sasa mwanamke akomwangalia, utaenda kumwangalia. Utapona? Hakuna. Amen. Bakanisa ya neno, tuko nakalaka na nani? Bakanisa ya neno, jana balitembeza ka video kamoya, pastor moya kule kukana ngabali pika banamuita profesa. Alifanya mambo ile. Balifika miti ile banatembeka naye, kupika karibu kuua. Profesa nalia. Baneno, bali bakona ngani baneno. Nika nasema vile mimi kwambia mwanamke sasa nikupatie nguvu, maliza kitabu. Ndio. Nasema hivi. Wakishtakiwa na dhamiri zao, walitoka mmoja wanatoka. Wakianza toka wazee hata wa mwisho wao. Wazee na bali ba mwisho kama walikuwa watoto shiu. Mule mwewe alikuwa mmoja. Yesu akabaki peke yake na yule mwanamke. Akabakia yeye Yesu na yule mwanamke, infraction haina. Chibalibakia bade. Mbo kama haina Yesu, hakutakuwa mama. Balibakia wawili. Vile balibakia na yule wa Msamaria. Balibakia tena wawili. Yesu aliinuka tena anasema nini? Yesu akabaki peke yake na yule mwanamke akituma katikati. Yesu akajinyanyua. Na kuona mtu ila yule mwanamke. Aliona tu mwanamke ule, hakuna tena mtu. Wote banaenda, kila mtu na dhamiri yake anaenda. Akamwambia mwanamke. Akamwambia, "Washtaki wako ni wapi?" Wewe unashtaki. Beko wapi? Hapana mtu mmoja aliyekuhukumu. 11. Akamwambia, "Ndio. Hapana mtu Bwana." Hapana mtu Bwana. Yesu anauliza hapana hata mtu mmoja alikuhukumu. Ndio Yesu alikatala kumhukumu. Hata hawa watu wote hawa balichanganyikiwa na dhamiri. Hakuna mwana wa kuhukumu. Yesu akasema je? Mwanamke akasema je? Yesu mwanamke akasema, "Hapana mtu Bwana." Hakuna mtu banaenda. Yesu akamwambia, "Wala mimi
wala mimi sikuhukumu. Yesu anasema na mie sitakuhukumu. Wewe usifanye dhambi tena. Uende usifanye nini? Alifanya. Mimi alifanya nani? Yule kuna yeye hakikisha anasema uende usifanye tena nini? Maana yake akufanya. Na nini na nani? Amen. Mandugu, maneno ya mwanamke na mwanaume ni kama tata. Si mtu watatu anaweza kutokea wapi watatu? Uliwaona? Nani? Hapana, ni nyoka. Kazi yake kutembea mlongo. Mimi na wewe mwanamke tuache. Pale kwa nini Yesu anakuambia anasema usifanye tena dhambi, maana yake ulifanya. Tuache tu. Ni mambo iko ngumu. Na mwanamke na Mafarisayo. Na kitabu kingine kile unasema kama mwanamke unamwacha umwatilie, jukule anaenda analala na miti, analala na mawe. Bebe sema alimkuta na jiwe ilikuwa buzito washinda kumbeba. Alikuwa mtu kabambi sasa Yesu ndio kuteketeka. Amen. Na wewe Mkristo leo attention, hapana kuhukumu mtu haraka haraka. Attention. Acha hukumu ya Mungu juu inakaka matata. Kitabu kingine tutasoma, hatutakisoma kitabu cha Mathayo. Kile unasema tu maneno ya mwili iba anahubiri yaka ba mwili na mimi sitakisoma. Juu nitasema mpaka vile vya mwili. Haleluya. Ni kitabu cha Mathayo. Soma kwanza haraka kile kitabu. Naona Berger sasa alikuwa kankadrera alikuwa anapenda kile kitabu. Sasa hapa anakuwa regional sijui kama alitaka kwa wapi. Mathayo 7. Mathayo 7. Kitani maandiko wewe. Inasema kitabu cha sasa. Niko na kitabu cha Mungu hii. Hukumu ni kichwa. Hukumu ni kichwa. Usihukumu. Ili mhukumiwe. Amen. Asemaje? Msihukumu. Ili msihukumiwe. Msiye mkahukumiwa. Hapana kuwahi kuhukumu mtu juu na wewe hukumu iko nakufuata kumgongo. Kama ule aliiba, mewako na bongo. Kama wewe hauna na bongo, mewako na bisilani. Kama wewe hauna na nani, mewako na chuki, unachukia nini? Na kama wewe hauna chuki, mewako unasemaka sana. Au semaki vya kujenga vile vinye bana tuambie vya kutujenga. Mewako unasema ya kubomola. Afu unakuwa msharati, wewe na wewe kale kanani gani? Amen. Mimi naona watu wa mingi fashi mingi kule niko napita kiambo kwa dadangu bipe. Anasema kule kunani aliona anaangalia sana kale miko kanisa. Kutembea yetu tunatembea Mashabunda, Salama Bila, Kabondo, Mbujimai, Kananga. Unakuta mtu saa yenyewe bako naimba mwimbo wa maombi anatoka kwa inchi. Wewe sasa anaenda kujiconcentrate juu alike Mungu amedite. Kumbe anaenda kutoka Kaboro anaingiza ndani. Haleluya. Sio kuingia sasa mkanisa, unaona koti na lobara na jasho. Jasho tu mswara mpaka wa mweupe. Mbona mimi sitoki jasho hapa, lakini nakosa damu. Ndio lazima hapana. Hii ni jasho hii. Kule kwa yeye anatoka kule. Ndio anakuwa kuruka. Hii kuruka hii. Kwa kitu hapa. Amen. Veste ilobane, ndani mko sengle, mko semi, veste huko. Mpaka na veste na lobane. Nina pambano mimi nasema no. Unasema mtu asema baba. Watu kusikia basikie kitu. Bana cheka tu ndio wanacheka ni kulobana kwa koti na lobana je. Amen. Baba vile vitu ni vya haya mkanisa. Ushakuwa mwile hali usihubiri ile siku. Ushakuwa mwile hali usiende kwa maombi ile siku. Ikala tu kwako. Kuomba baombe Mungu atusaidie kutuombea Mungu tuwe basili. Ndio wanasema
Anasema ukihukumu usihukumu ili msihukumiwe. Msihukumie na mwe. Kutukana tu mtu sasa masikio urefu. Yeye naye pua iko kabana. Sasa masikio urefu sasa wewe wakuwa hukumu ile unayohukumu ndio utakayohukumiwa. Ile hukumu na hukumu ndio ile utakayohukumu. Haleluya. Amen. Ndio niko nafuata watu wengine magrupe na magrupe mimi si kama wanauza mamega kama wanapata mabonisi. Kama mtu tu anafungula kinywa anasema no, mama anafanya mbaya. Mama ni wa generation gani? Mama ni mbo. Pale kwenye generation ya kwanza ilianza manake balipandaka baba Kalindo alipandisha yeye moya. Balikuwa mama alikuwa kumsululu na baba Yesu. La baba Kalu. Huko nauliza ile maneno unatafuta nini? Rele gani unasema hapa? Twende kunani kupiramidi. Sio utasema vile vitu. Bwana semaka ku 54 vile historia ya kanisa ilianza. Mama anasema, "Eske mtu mwingine anaweza kujua historia kumshinda mama?" Au anaweza kujua historia ya papa Kadi kushinda mama? Nani? Sasa wanakatika vipi? Mama. Twende sibote mpiramidi. Mama alibisemaka tena. Anaongeaka. Ni watu wanakuwa tu wanabebana huku, wanabebana huku. Mungu unatafuta nini na mama? Haleluya. Mungu na hukumu mtu mwenyewe hawezi hukumiwa. Na kama Wakristo wote wangekuwa mfano wa mama, kama tulishaongoka. Wabenye ajibu yake kitu. Munatukana. Mungu anamutukana kule pakwa kipepo. Wewe unataka kumtukana mama leo papa Berger Omar yako hapa, wewe utapona wewe. Au papika bemba atakupona. Amen. Wao mutukane tu kwetu sie. Nitaogopa kusema nisivunje nani. Basi. Mwa mutukane tu. Wewe unamtukana, masiku yako yanapunguka, yake naongezeka. Sio kitu kingine kibaya cha kuhukumu watu. Bwana hukumu mtu mbele wakati. Watu wanakuwa wanatembea na jina mama sababu vile ni rafiki yako. Wanakuwa na wewe na kweli alizalikaka. No, watu watoto ukiri. Eske sasa yenyewe papa alikuwa anataka kwenda, alikuwa na mulaka. Niko nakwambia wewe, Mungu anahukumu vitu vingine. Hapa bego natuambia twende. Mungu anahukumu vitu vyenyewe huyu. Mama anajua historia ya vile walioana. Yeye peke ndio anajua. Wewe unatuambia sisi tukusikie wewe. Unataka kutufundisha mafundisho leo ya mpya. Kule kote ilikuwa kwa wapi hapa wengine wanaanza kufa. Hapa kupata hayo, maana wanapotea. Sio wanapotea maana yake bali. Berger Jonathan. Kutufundisha tena. Maana yake hii maneno ya Adamu na nani wewe huyu wapi? Amen. Ni kweli kuna mabitu vya mpya. Mimi vya mpya sivizalike kwako, siku na roho. Hata kupagiza nyingine pepo utashindwa namna ya kutoka, utabeba buzito. Haleluya. Kitabu akishe tunganisha. Na kipimo kile bado kupimiwa. Kile kipimo Mungu anapimiana kile. Mtapimiwa na mwe. Ndio. Kwa nini? Kwa nini? Unaona takataka ndani ya jicho ndugu yako. Kwa mzee mahubiri yake si sababu yake. Kwa nini unaona takataka ndani ya jicho ndugu yako? Ndani ya jicho ndugu yako unaona takataka. Lakini ufikiri polisi iliyo ndani ya jicho lako. Amen. Kumbe kama unaona mtu anaona kitakataka ndani ya jicho mwenzake, ndani mko kiboriti. Mwake mko boriti. Haonaki batu sawa, anaonaka batu weko tuwa. Au weko de. Na kaona vile anapeleka habari. Niliona. Uliona nini? Juu boriti iko mulicho. Hautaona kitakataka ndani ya mwenzako. Na wewe kama mwako mko boriti. Tosha mbele boriti. Ndio wanasema. Kwa nini unaona kitakataka ndani ya jicho la ndugu yako? Lakini ufikiri polisi iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe. Ile ndio maneno ya sifa na mke kwa mwanamke. Tuache hukumiana ile maneno. Mimi tuogope hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu iko je? Ezaii 63. Isaya 60 na
6 na 3. Unasoma soma tu 8 mpaka 9. Hukumu ndio kwa Mungu ni kichwa. Sikia hukumu ya Mungu Yesu unapaswa kuogopa. Hii ya watu kwanza ina maneno. Ya watu wanaanza kusingizia kufanya kitu. Kwa ndio itakufanya nini? Ni attention ya Mungu. Adamu alimsifandre. Mwanamke anasifandre. Nyoka anasifandre. Mchapa mkabakia nani bakerubi mbili wao wanachunga mti wa uzima. Mimi supervisor alibakia Mungu. Supervisor ni nani? Nyoka. Ndio anatembea Mungu. Yeye anatembea na habari ya watu. Anatembea na habari. Supervisor wa shamba alibakaka ni nyoka mshamba. Makerubi balibakia wanachunga mti wa uzima, mtu asideranje mti. Sasa wewe unaanza kufanya error, wewe Mungu anasema huyu ndio mwenyewe kerubi, kumbe ni supervisor, atakudanganya. Kazi kutonganisha watu. Amen amen. Mimi nasema wewe unamtonganisha wewe. Au mimi nasema wewe ndio mwanamke. Maliza kitabu. Hukumu ndio kwa Mungu ni kichwa. Mnani anasemaje? Maana alisema kwani? Sikia hukumu ya Mungu. Maana alisema kwani? Ndio watu wangu hawa. Hapa ndio watu wangu hapa. Wana wasio na uoga. Hapana na uoga na uongo. Wasio na uoga. Naye atakuwa mwokozi wao. Akakuwa mwokozi wao. Hapa watu hapa. Hapana na boka. Kisha kupokea Roho Mtakatifu, Yesu aligeuka kuwa mwokozi wao. Sasa bahati mbaya, wao kwa sababu chapata instruction kumbasha. Juba walipata instruction. Bali anasema kama Yesu ni mwokozi na wewe ni nani? Mwokozi. Si ndio vipi? Kama Yesu ni mwokozi, maana yake na wewe ni mwokozi. Kama Yesu ni mchungaji, maana yake na wewe uko nani? Tuma instruction ya Kristo. Sasa wewe hauna kupokea Roho Mtakatifu hapa, ndio unaenda au yapata instruction banakupa kazi. Kufunga mvula, kufanya hivi. Unafunga mvula masinga. Wewe wala kubeba instruction na beba kazi. Amen amen. Ndio nakuta mtu alisakukaka ile siku mrefu juu. Kisha kusakuka, ile mambo litaisha juu ya mambo. Ndio sasa naangalia hata patalionea, ndio anasakuka. Kupita huku. Hii kupita huku uko nasema nini? Ni lugha gani? Ukanyange watu wacha bana mzuri kupakanyanga kuwatambuka. Ni nini? Hatukatali. Bana sawa wale wanasema kwa lugha, omwe kukuwa na wakutafsiri. Kama wakutafsiri hakuna, juu mwenye kusema kwa lugha hajengi kanisa. Eko naongea yeye na nani? Ule mwenye kutafsiria eko najenga kanisa ila Mungu inajengwa. Wewe lugha huko unasema, huko natupate. Ni sasa. Message iko wapi? Utambuka watu hapa. Kuangusha vitu, utavunja vitu, utauza. Amen amen. Eba, mimi nasema usisaguke. Kama roho anakuja, siana kutuma unasaguka. Unaenda kupiga mtu. Ukaenda kupiga mtu na mgaza risitiwa na kufunga kwa mwanzo. Angela vya Mungu. Unaona paka pale? Amen amen. Pale mimi nasema vile, mimi nakupatia instruction. Attention. Bana kuonyesha mtu anakuwa kichwa anakuwa ni simba, pale kwenda kumpika. Sasa kumpika wanamtosha lino anabakia saa papa Louis. Baba kufunga. Infraction ile. Kama unaona mambo na una meditate, ndio tunaingizaka na akili ya kimutu, tunaanza kuhukumu watu mkimutu. Kama tunabeba mambo, tunahukumu mkisi Mungu anahukumiaka. Hatuwezi kuzarawana. Hautaenda kupiga mtu bule. Sasa mtu anakukamata hapo, bama Roho Mtakatifu kama anakutia simama kwanza. Kama anakukataza unatomboka bana ukataza hivi. Ni koro étranger unapata kuisha. Hapana ewa. Bana kubamba sina enea. Hii ni koro étranger. Mimi nakusema ni wewe. Haleluya. Niko nasema maneno ya hukumu. Wewe unataka kumwona na yeye anasakuka wewe mkusema saa nyingine ni shetani kumbe ni Mungu.
ni mahakikisho tu. Mahakikisho tu. Unajua sema huyu ni roho. Mimi nilisema nilikataza mtu asisakuke. Sina mimi nasakukaka. Kusakuka ndio alama ya Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen, amen. Watu wote wanayua bagani yetu. Inaikalaga ile siku ya mwisho saa 2 ya kula matunda busiku. Si watu wanakaa pale wanaanza kulia. Ule mwenyewe ali nani akui? Ule mwenyewe ali nani akuguyaki pengine mwenyewe masakukati. Si bana kuyaka. Tamana roho. Kama usakuka ile siku utasakuka mubato. Amen, amen. Amen, amen. Mimi nasema mbaya. Mwingine alisakukaka anatoka tu kunefu juu. Anatoka anaenda sitasema kizazi chake. Hivi vizazi vyetu ya kushuka huku chini huku. Kwanza si. Tu sitasema vile wa kule elimisha kwa onasi. Kumaliza pale sasa mimi Mungu alichakula nilikuwa naye. Anaingia munana anaingia. Kuna mwana anaingia mule anafunga na fungula. Fika mule mambo wataka wokovu anasakuka. Ule bwana alimuona wazimu mule. Mambo alifanyika tena. Tunamsikia. Kwa kuogopa ile maneno hili. Kama unasakuka mule wanatoka na wewe buchi. Watasema ni roho. Muote. Alakia sasa. Amen, amen. Amen. Ukiacha kitabu tumalize. Inasema hivi. Inasema maana alisema kwani? Alisema kwani? Ndio. Watu wa uoga. Wale wasio na uoga. Hapa watu hapana na uoga. Hapa kwa Kristo watu wangu. Mungu ndio anasema. Watu wangu hapa hapana na boka. Utaogopa nini? Hakuna cha kuogopa. Nani atakuwa mkozi wao? Atakuwa mkozi wao. Amen. 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 Unaingia tu nyumba ndugu yako Mkristo na mkulu wa shoto. Naye alikwambia hivi. Unataka kwa watu. Bima kuingia mfarmasia dada. Unaingia ile mkulu anakurudisha. Mimi nakupendaka sana. Rudia. Niko na maneno gani? Asema ile ndio anasema yeye. Katika matendo yote. Haleluya. Amen. Ndio nasema msikie tena. Uko na kilia hapa tena sana. Unafika tu kwa hospitali kuangalia mgonjwa, unaanza kunywa chai ya mgonjwa. Kwa hospitali. Unakuwa kunywa na wewe. Unatoka kwa nyumba huko unaenda, mubalabala bonjour, mkono unarefuka na huko unaenda kuombea mgonjwa kwa hospitali. Nani alikwambia hivi? Sio nakukumbusha. Kusoma kitabu basi kwenda. Ndio. Katika mateso yote. Mateso yote. Yeye alijazwa. Na malaika mbele ya uso wake. Ndio. Aliwaokoa kwa mapendo yake na kwa huruma zake alitukomboa sisi wote hapa. Akawanyanyua na kuwachukua siku zote za zamani. Akatuchukua siku zote za zamani. Haleluya. Amen, amen. Kutuchukua siku zote za banduku. Leo tuanze kushukuru Mungu amwambia jina na mama bele na milele. Eske mimi ningepandaka avyo siku gani? Amen, amen. Nilitoka tu na motoka hapa na Berger Omari angaliki regional. Tunaenda na motoka tunapita tunaombeza papa kunani kwake. Tunatoka tunaenda kupiramidi, ndio mara yangu ya kwanza kufika kule. Mara yangu ya kwanza. Na motoka unazama tuna base. Tunaanza kutosha bulongo na biloli. Land cruiser saka onage na baba. Yote ilikuwa ni njia kuona kumbe mtu kwa hiyo kwenda kupata kitu cha kabambi ni kuteseka kwanza. Kule wanaenda kuabudu mifupa, kule wanaenda kufanya hivi, kule wanaenda kufanya hivi. Basi wanakuwa nakula kule wanakuwa na makoti vile tu unapata kwa tunakosa shukrani. Mama.
banduku. Bali kuna kufungua milomo juu ya mama beri manajua kanisa bafunge mimi. Haleluya. Mie sikotaki kushukuru. Nilianzia kwa Berger Omari, ndio nilienda naye kumanane kumalandi dizer kwa bure hapana sanfra. Aliulizaka tu hapa bila naulizaka tu sawa muza. Banani bataeni. Anasema tuko nani wa Papa Louis. Nataka kwenda. Kesho yake tunaenda safari tunaenda. Kurudia kule na mimi wananiu. Amen. Kisha ndio huyo akauka tukana Papa Omari Kalumbusa hapa mimi nikakusikia mimi. Hapo sikiliza. Amen. Ule dada ule zedi alikuja ule. Aliniita tu pembeni ananiambia kaka, nani Papa Louis? Mbona nitetea kaka yangu? Wapi kiasi chake? Papa mluka anakonda nini? Sasa mama, mimi sikalati huku. Sinaona mimi natoka Kishatu. Sasa anakonda, bali kana naye pembeni pale banabamba mafoto. Wao ndio kwa wema hivi. Kisha unakuwa unatukana Mulupia. Huko unatukana Mulupia mkaremi, unatukana mama Beri. Ndio representa wake. Amen. Tukue na shukrani banduku. Na tukatale tu ile maneno ile ya nani ya hukumu. Hukumiana tuache. Maliza kitabu. Ndio. Inasema hivi, katika matendo yao yote, yeye aliteswa na malaika mbele ya uso wake. Ndio. Aliwaokoa. Kwa mapendo yake na kwa huruma zake aliwakomboa. Ndio. Akawanyanyua na kuwachukua siku zote za zamani. Bandu. Amen. Kale mimi watu watano banaenda kusheferi. Ni mubaya? Kweli. 12. Lakini walihuni. Baliuni na kuhuzunisha roho yake mtakatifu. Wakahuzunisha Roho Mtakatifu. Aina Bakristo bali. Bana huzunisha Roho Mtakatifu. Kisha kupanda mavion, kisha kwenda huku, mnahuzunisha Roho Mtakatifu. Atafanya je? Nasema, lakini walihuni na kuhuzunisha roho yake mtakatifu. Kwa sababu hii aligeuka kuwa adui yao. Bandu, amen. Kile kinamfanya mtu hakuona kunyoka pombe, leo anaanza kunya ya kuzidi. Ni Roho Mtakatifu ule anageuka. Ndio batoke naye peupe ndio anakuwa akapita huko harufu ya pombe. Akapita huko harufu ya pombe. Akakoela hapa ni pombe. Na Roho Mtakatifu yuko naye. Akaombea homa inaisha. Anajitukuza sana naoni ngali na nguvu. Bongo ishakaisha. Juma 7:21 kule wanasema, si wote wanaoita Bwana watakarudi pale mwa mbinguni. Bali wale watimizao mapenzi ya Baba. Mtaniambia siku zile tuliponesha kwa jina lako. Tulihubiri kwa jina lako. Tawaambia ondokeni kwangu ninyi siwajui nyinyi mnaotenda maovu. Wewe vile uko unafanya vile unaambia watu wanapona. Unaanza sasa uko bien. Ushaenda ndeke. Amen. Mtu asijivune vile bali ulishaisha. Ile siku unachunga hukumu Yesu atakwambia. Hata ukumbushe. Angalau ile tajiri vile alihangaika. Maneno ya Lazaro mkifo cha Abraham. Tajiri anahangaika. Unitata nani kidogo? Ibrahim anamwambia akumbuka vile ulimfanyia. Sasa hii mateso iko nguvu. Ungetuma taa Lazaro au mtu aenda kaambia ile familia yangu. Ibrahim alimwambia ni Musa beko kule, manabii beko kule. Wewe ukaona ndugu yako anataka kukushawia mjambo mbaya au pende, unaona anatoa kikwazo kwako. Wewe unakushauri na kurudisha mapenzi ya Mungu. Bado kucheka leo na kucheka kesho. Bwana wa mtu akatoka anakuwa bibi yake wanakuwa wako. Bibi akatoka, mbona pata bwana? Amen. Bwana ukopesha franga utarudisha. Amen. Inakuwa yako. Mungu mbichi atachomba. Muda kidogo. Wao sasa mpaka mzinifu tu ndio wana problem. Tukuba mingi baongo, tukuba mingi bisilani, tukuba mingi chuki,
tukuba mingi buchoyo tukuba buchoyo wakonekana. Amen amen. Kinaisha. Kinaisha. Roho Mtakatifu huyu ndio anarudiaka ndani ya batu. Usizaanza bana kuloka. Hapana. Hii bulevi au kuwaka mulevi hivi. Hii bulevi unakutosha wapi? Mtana bakuombea Mungu tena bakutosha. Bakuombea bulevi. Mimi kwa sababu mtakwambia fanya wakati rezu bila kunywa pombe. Kisha ndio ukuye. Ukakunywa utaka kutapika hayo pale. Nikuombee watu pombe. Nani avue kuacha tu sasa sitakunywa tena na watu kama leo. Bakuombee watu msharaka. Tuache tu. Matireni kutembea paka iko wazi. Mwanzo kufanya matraining. Amen amen. Kitu vya haya na maisha yetu hii bakutaye msharati. Kitu vya haya. Kitu vya haya ni vitu vya zamani, mambo ya zamani. Aina ya mkanisa yetu. Hata kuhubiri atustahili kuhubiri maneno hivi. Huko unanuka pombe unaweza ombea mtu. Amen. Amen. Roho huyu ndio mwenyewe anageuka anakuwa anatufinyini. Roho anageuka anakuwa anakupika. Angalia tu vile jinsi unakuwa. Au kwanga vile. Ulikuwa wabie. Ulikuwa wabie unaharibika. Unaharibika. Wao jioni. Ndivyo unasema na wewe. Wewe mwenyewe unajiona vile unaharibika. Maliza kitabu. Ndio. Unasema hivi? Lakini Wayahudi na kuzunisha Roho yake Mtakatifu. Paka uzunisha Roho Mtakatifu. Kwa sababu hii aligeuka kwa adui yao. Anageuka anakuwa yeye mwenyewe alipigana nao. Anaanza kupigana nabo. Kwa tu mambo yaendeki kwako ile sasa Roho anakuwa anakupika. Ni Roho. Na utafezereka unachanua. Mnaelewa maana ya kuchanua? Maana mtu kama ni mlozi hakuna tena kisa ya kubukataza. Unaonekana manake pawazi. Anachanua. Kutoka kwenda nje kunywa pombe ndio kutubiri hapo. 1 Corinthiens 4 maliza, tunamaliza. 1 Corinthiens 4 3 5. 1 Corinthiens 4 3 5. Niko naongea habari ya hukumu. Namaliza na kumaliza. Maana hapana kwa mwepesi hukumu mwenzako, mwachie hukumu. Mungu ndio hukumu wake. Tu Mungu ndio na mapresa. Mungu ndio na maneno yote. Alimbambisha Adamu. Penye anaikalaga ashikale hapo tena. Utabisha. Kwa hiyo unaenda kupembeni unapanda majani. Pepo kidogo nakuja majani natoka. Kwa Mungu anakukuza mshamba. Hiyo na makosa. Wewe. Sema niko wewe. Mawakili. Nasema je? Lakini kwangu ni neno kama sana alihukumiwa na nini? Haleluya. Amen. Amen. Banduku, adui wa Mkristo, mweba Kristo ba sasa mwei. Adui wenu ni Shia wewe bali mitangulia. Njoo adui wenu. Tutampeleka kwa matuburi. Na wewe kunakuja tu pumbafu na kupeleka kwa makaburi unaenda kwa makaburi. Juu ya nini? Haraka upate instruction. Utaharibisha maisha yako kunyumba. Haina instruction ile. Ya kupeleka kwa makaburi ukafanya hiko nini? Unakuwa missionnaire. Kule wewe missionnaire kwenda wakakupresente kwa makaburi. Banani? Benya banako. Amkombeaka Mungu mnjia mkombeaka basi mapepe natoka. Paka leo Mkristo bakubebe, bali wakakupresente kwa makaburi. Bali vipi wa kwanza si wa Kristo wa zamani tulimtangulia. Na haina bote, mimi nasema ni bote. Na zamani. Na wewe mwenyewe kuharibika sio Mungu mwe bote. Na makosefu ya adabu ni bote. Na tungine ndio kosefu ya adabu tangu kuzalika kwako. Akasikiaki, kazalika kucheza deni. Amen amen. Oh. Beti kana? Unavunjika. Shimenengea mhubiri. Beti shukuye. Tembea na komanda bunduki au nanapo. Amen amen. Nitukane tena. Komanda yuko hapa hata kupita. Amen amen. Hii shangaa tunaenda kupita special kule, mtu mmoja anasimama pale sasa, peye wa Kishasa. Na kidogo anamwangalia peye, sasa pesa kututunga tuonane tuongee, alifika aje mbele yetu.
Kulamuka kutoka hivyo itaenda. Watu mabunge yao. Hawezi enda kama sionana. Tu nilimuia kubunge. Na ule wa kisasa, mshamuona? Ndio tangulia si. Bendana mpata maisha kule leo beko mumanani, mumakati lefa kesho beko mumanani. Yeye kukalemi. Utapona? Mabawa